Waandishi wa habari, karibuni sana. Hii kama mmetembelea kwenye soko letu la Bwera ambalo lipo katika kata ya Majoe. Kama kawaida mnafahamu, hii kata Majoe ipo kwenye jimbo jipya. Jimbo jipya ndio mmefika hapa. Karibuni sana. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ninayezungumza hapa ni meneja msaidizi wa soko hili ambaye anaitwa Michael Maranyingi. Kwa kweli nawashukuru sana. Kubwa zaidi nafikiri ni kutambulisha rasmi hili soko lipo na bado wanaendelea. Ni soko zuri sana ambalo kwa kweli ina huduma kila kitu. Tumejipanga vizuri kweli kweli. Hasa serikali wamelisajili, wanalitambua. Kuna vyoo vizuri, kuna maji safi, kuna parking nzuri, pia kuna vyakula kila aina. Kipindi hiki cha Kwaresima na Ramadhani tukufu, watu wengi wanajaa, wananunua vitu kila aina. Ni tofauti na masoko mengine, vitu vyetu vya iftari ni bei ya chini kabisa kulingana na uhitaji wa watu. Kwa hiyo karibuni sana, ni soko ambalo mimi ndio kama meneja msaidizi wa soko hili. Kwa kweli nampongeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Albert Alali ili kuweka vizuri wa machinga. Kwa hiyo ninawakaribisheni rasmi waje katika hili soko, nafasi kubwa. Hili soko lina uwezo wa kuchukua watu wengi zaidi ya 200. Zaidi ya 200, watu wanapanga vizuri, haina tatizo. Karibuni waandishi wa habari, mtutembelee mara kwa mara. Asante sana. Mimi na washauri wafanyabiashara dogo pale Gongo Mboto, kama alivyozungumza kwa mkoa ndani ya ziara zake, kwa kweli wanatilisha maisha. Ukifika Gongo Mboto pale, hasa kuna watu wanauza mpaka barabarani. Kumbuka Mama Samia ametuletea mwendokasi. Sasa hivi karibuni inaanza wakati wote mwezi wa 7. Sasa mrundikano ule unakuwa hatarishi. Kwa kweli walikuwa tunahatarisha maisha. Hivyo serikali imeiona, nimeangalia. Sasa mimi ni wakati sasa wakati wafanyabiashara watii na kuheshimu na mwongozo wa serikali wameliona. Sasa ni wakati sasa kuja sasa kwenye soko. Baadhi ya masoko yako mengi, lakini nafikiri soko la Bwera ni nafasi ipo waje katika kufanya biashara. Unajua wamachinga, sisi wamachinga, maana mwenyewe ni machinga pia Majoe. Tumezoea kwamba kuwa karibu na rami nyeusi ndio kufanya biashara. No. Ukiboresha vizuri tu biashara watakuja. Kwa sababu wanaonunua Gongo Mboto ni wale wanakaa Majoe, Kivule, Msongola, Chanika. Hawaishi pale Gongo Mboto. Kwa hiyo dhana zile lazima, ndio serikali imeamua kututoa. Mimi nafikiri karibuni sana ndugu waandishi wa habari, mmetembelea mmejionea wenyewe. Lakini japokuwa tu kuna changamoto kidogo tu ya kibarabara cha kilomita kadhaa, ambapo naamini mbunge Mheshimiwa Masabuli nafikiri ameliona hilo. Kwa kampeni zake wameongelea hivyo, Mheshimiwa Diwani waliomba wameongelea hivyo. Nafikiri swala zima la barabara serikali sikivu. Mimi naamini serikali haiwezi kuwapangia machinga huku alafu barabara sitengeneze. Majoe ni kubwa. Majoe ni moja kati ya kata ambazo zinaongoza katika kumpigia kula mama. Hii Majoe hii. Kwa hiyo nafikiri kuna haja. Majoe kuna mambo mengi. Hii barabara unayoiona hii ndio inayoenda kwenye hospitali ya wilaya ya Kivule. Unaona hii kuna shule za sekondari, kuna hospitali na kuna soko. Mimi nafikiri ni muda mwafaka sasa kufika kwenye soko hili. Hebu jaribuni kufika. Karibuni sana waandishi wa habari, nashukuru sana. Kwa majina naitwa Julius Faustin, mimi ni manager wa soko la Bwera ambalo linapatikana hapa Majoe, Ilala. Tunawakaribisha wafanyabiashara wote mkaribie kwenye hili soko letu jipya, tunawakaribisha sana. Karibu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Shura Ali Said Mjizu, naishi Majoe Bwera. Nipo katika fanya biashara wa mama wa soko, wa mama na baba. Karibuni sana katika soko letu la Gongo Mboto Majoe Bwera. Nafasi zipo na biashara kwa wastani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu biashara hiyo. Karibuni sana wote mnaotusikia, machinga, mnakuwa Kariakoo, Karume. Karibuni sana, nafasi zipo. Na biashara tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunafanya biashara. Kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani tunashukuru Mwenyezi Mungu, biashara zote zinapatikana hapa Bwera, magimbi, viazi vitamu, viazi batata, ndizi zote za Malindi. Kwa wastani futari zote zinapatikana hapa. Maharage hapo, mchele mzuri, bidhaa
zote, futari zote zinahusikana katika mwezi wa Ramadhani kwenye soko letu hili la Bwera, zote zinapatikana. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Amina, ni mjasiriamali mfanya biashara hapa sokoni Bwera. Hali ya kibiashara kidogo ipo, biashara ipo, lakini tu wateja kuingia mara kwa mara ndani ni wachache, na kama mnavyoona mahitaji yote yapo, hususa huu mwezi wa Ramadhani. Futari zote zipo, viazi vitamu, majibu, miogo, vyote vimejaa. Kuna tambi huko ndani, kuna sukari. Tena hata huko nje sukari wananunua shilingi 3,000, shilingi 2,800. Sisi huko ndani ni 2,600. Hata bei yake kidogo iko chini. Huko nje hata magimbi ya shilingi 1,000 hapo. Lakini huko ndani magimbi ya 1,000 yapo. Nyanya huko nje 1,200, lakini huko ndani nyanya za 500 ni 5. Nyanya mpaka 6. Nyanya za shilingi 1,000. Kisado cha shilingi 7,000 unaenda kupika kama vile unaenda nacho kwenye shughuli. Kwa tulikuwa tunaona wafanya biashara nje huko kote waingie huko ndani, nafasi zipo na biashara zipo, kila kitu huko ndani kipo, yaani huduma zote huko ndani zipo. Maduka ya michele huko ndani yapo, nafaka zote, dengu, kunde za kukobolewa zile, kila kitu, mahindi yale ambayo wanataka kupika mkate, mahindi yale kwa ajili ya kutengeneza lishe, vitu vya lishe, kila kitu huko ndani kipo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wafanya biashara wao machinga wa nje waje waingie huko ndani, nafasi zipo sokoni Bwera hapa, nafasi zipo. Kwa hiyo tunaomba tu watu wote waingie huko ndani sokoni. Na unafikiri kuna haja gani kwenda yani kutoka hapa mbali, kutoka hapa kwenda Kigogo kwenda kufuata biashara, wanapata tabu sana. Kwa hiyo mimi nichukua na nawaomba wafanya biashara waje waingie huko ndani, kila kitu kipo, na hata kama vitu vya jumla labda huko ndani hakuna, vipo vinapatikana. Gari lipo la kwenda kufuatia masoko makubwa kutuletea huko, gari tunayo huko ndani, na unachangia kiwango kidogo sana cha nauli kuliko wewe mwenyewe ukainuka ukaenda, unaweza ukalipa shilingi 7,000 kuliko kulipa na sisi muda tunalipa shilingi 1,500 ya usafiri. Tenga moja la nyanya nalipa nauli shilingi 1,500, lakini ukienda wewe mwenyewe utalipishwa shilingi 7,000. Ni tofauti. Kwa sisi tunawaambia waingie huko ndani wafanya biashara, kuliko kutoka hapa kwenda Kigogo ni mbali, kutoka hapa unaenda kufuata biashara Gongo la Mboto ni mbali, utatoa nauli, utahangaika, lakini hapo unakuja bila nauli, unachukua mzigo na urudi nauli mbali, maisha yanaenda. Majina anaitwa William Mbesu, mfanya biashara hapa soko la Bwera. Mara ya kwanza nilikuwa nafanya biashara yangu ya wakala pale Karume, ila niliamua kuleta biashara yangu na wahamishi na elimisha vijana wenzangu wale ambao wanataka kuweka biashara hapa soko la Bwera. Maki barabara ipo inafikika, kuna na mashisha vijana wenzangu mmoja hapa soko Bwera tufanye biashara.